Nataka nikupe siri moja leo, wewe unayenisikiliza, wewe unayenitazama. Siri hii itakusaidia wewe kukua, itakusaidia wewe kuongezeka, itakusaidia pia katika kufanikiwa kwako, kwa sababu katika maisha ya kawaida, katika maisha ya kila siku, mwanadamu anatakiwa kupata chakula ili akue, ili aongezeke. Vipo vyakula vya aina mbili tu katika maisha ya mwanadamu yote, vyakula vya aina mbili tu. Unizingatie, unielewe, na utakaponielewa kuna kitu utakigundua, kuna kitu utakipata kipya kwenye akili yako. Ninaposema vyakula vya aina mbili, na maanisha kipo chakula cha kiroho, lakini pili kiko chakula cha kimwili. Chakula cha kimwili unaweza ukaamua wewe chakula cha kimwili unaweza ukaamua wewe leo nile chakula cha aina gani, kwa sababu chakula cha kimwili pia kina aina yake, kina aina mbalimbali. Ndio maana kuna mtu atasema mimi leo nakula wali maharage, au leo ninakula samaki, au leo ninakula ugali na maziwa, au leo nakula miogo, au leo nakula viazi. Hivyo ni aina mbalimbali ya vyakula vya kimwili ambavyo vipo, ambavyo pia ni muhimu wewe kama mwanadamu unatakiwa kuvitumia. Lakini pia kikubwa zaidi ni ile aina ya kwanza, yani chakula cha kiroho. Chakula cha kiroho hakipatikani sehemu yoyote. Chakula cha kiroho hakipatikani kwa mtu yoyote. Chakula cha kiroho kinapatikana mahali sahihi, kwenye madhabahu sahihi, kwa kuhani aliye sahihi, aliyechaguliwa na Mungu. Sio kila mtu anaweza kukulisha chakula tu cha kiroho. Sio kila chakula cha kiroho ni chakula. Sio kila mahali penye madhabahu pana chakula cha kiroho. Kuna madhabahu zingine zinaweza kukulisha matango pori, kama ilivyo chakula cha kimwili, kwamba kuna sumu na chakula halisi. Vivyo hivyo katika ulimwengu wa roho au chakula cha kiroho kuna chakula cha kiroho cha sumu na chakula cha kiroho halisi. Halisi, napozungumzia halisi, ni kile chakula ambacho direct kinatoka kwa Mungu kupitia mtumishi wake aliyomchagua na kukupatia wewe. Ndio maana nilikwambia ukinisikiliza na kunifuatilia vizuri utanielewa, na ukishanielewa tu kuna kitu kipya utakipata kwenye maisha yako siku ya leo. Na ndio maana nilikwambia chakula cha kiroho kinakusaidia wewe kustawi, kuongezeka, kuinuka, kufanikiwa. Hicho ni chakula cha kiroho. Lakini chakula cha kimwili kitakusaidia wewe kunenepa kwa namna ambavyo inaonekana. Ndio maana nakwambia chakula cha kiroho hauwezi kukipata sehemu yoyote, hauwezi kukipata mahali popote. Ndio maana hata Bible inasema yatamanini maziwa yasiyogoshiwa. Kwa kumbe kuna maziwa yaliyogoshiwa. Kama mtoto mchanga anavyopewa maziwa halisi kutoka kwa mama yake, yanamsaidia kuwa na afya, yanamsaidia kuwa na nguvu, yanamsaidia kukua. Ndivyo ilivyo hata kiroho. Lazima upate chakula halisi cha kiroho kutoka kwa wazazi halisi, kutoka kwa watumishi halisi, kutoka kwa wachungaji halisi, kutoka kwa mitume halisi, kutoka kwa manabii halisi, kutoka kwa walimu halisi, hata kutoka kwa wainjilisti halisi. Itakusaidia sana. Utaongezeka kwa usahihi, utaongezeka halisi, hautakuwa kama puto. Yatamanini maziwa
yasiyogoshiwa. Ndio maana nilikuwa nataka nikupe hii siri leo. Nina imani kuna kitu umepata. Endelea tu kunifuatilia, nitakuwa nakupa madini mbalimbali kwa kadri ya neema ambayo Mungu ameiachia ndani yangu. Nimefundishwa na nimeandaliwa ili nikuletee wewe habari njema. Nimefundishwa na nimeandaliwa ili nikupe wewe habari nzuri za ufalme wa Mungu. Ndio maana ninakwambia tena, narudia kwa kusema, si kila mahali utapata chakula halisi cha kiroho. Si kila sehemu utapata chakula halisi cha kiroho. Si kila mazingira utapata chakula halisi cha kiroho. Lazima ujue kweli iko wapi, na ukishajua ile kweli, ndipo utajua chakula halisi ni wapi unaweza kupata. Uwe na wakati mwema na Mungu akubariki sana.